Bwana kama kawa kama dawa naitwa Ali Upuji kuntunya kidimdimu Mwandila. Bwana ni siku nyingine mpya kabisa adhimu. Tuko ndani ya headquarters za UTT AMIS. Kama unavyoona sisi kawaida yetu bwana ni kuja kuzungumza na wawekezaji kuweza kuangalia hasa yawezekana mwekezaji ndio kwa mara yake ya kwanza au yawezekana ni mwekezaji ambao wa muda mrefu sana. Tunataka tuweze kujua experience yake mpaka amekuja kuwekeza, lakini vile vile kwa yeye ambaye labda atakuwa kuna mwingine yuko nyumbani anamtazama na atamsikia, yawezekana akaja akamshawishi akawa ni miongoni mwa watu ambao atakuja kupelekea na yeye kuja kujiunga kuwa ni miongoni mwa watu ambao anaweza akaja kuwa wawekezaji. Bwana mimi naitwa Ali Upuju kuntunya kidimdimu Mwandila. Bwana karibu sana na usitoke. Bwana kamgua vipi? Bora kabisa. Uko poa? Uko poa kabisa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Benson Perez Matonoka, natokea Chuo cha Azi. Chuo cha Azi. Adhimu. Okay, kamgua hapa? Naitwa Travis Robert, nipo UDSM. UDSM. Okay. Travis, ni kwa mara kwanza ndo umekuja kujiunga na UTT au ni muda mrefu? Nasoma la kwanza na kama miezi miwili, lakini leo nimekuja kuwafungulia wadogo zangu. Wadogo zangu. Na ni muda gani toka ulipoanza kusikia UTT uliweza kuiona kupitia mitandao ya kijamii au labda kuna mtu alikuja akakuelezea ndo ukaja ukajiunga? Kwa hakika ni baba ndo aliniambia, lakini pia UTT washakujaga UDSM pale. Nikaona uliweza kidogo kuweza kupata elimu hivi? Nilivaona pale ndo kuna sister, hata sister alinipa seminar hapo ndo nilimuona. Na ndugu yangu ulisikia wapi? Mimi nilisikia kwenye mafunzo tu ya chuoni. Mwalimu wetu alikutuelekeza akasema ni vizuri vijana wa chuo mngekuwa na hela atakuja kwenye mifuko kama huko UTT. Kwa hiyo nikaja hapo ofisini, uzuri nilipokelewa vizuri, nikapata mafunzo. Kuna flow ambayo tulipata darasa kila mfuko na kazi yake. Nashukuru Mungu nikaanza kuwekeza. Na umefungua mfuko gani? Mimi nimefungua liquid fund. Liquid. Na ndugu yangu Asi liquid. Liquid. Wote liquid. Kwa sababu ya wepesi fulani. Kwa sababu wote tunaiweza liquid. Okay. Yeah. Na leo umekuja kufungulia wadogo zako wangapi? Hiyo mfuko wa watoto? Na wadogo watatu. Kwa ushafungulia tayari? Nishafungulia tayari. Na wazee wako wanajua kama umekuja kuwafungulia au wao ndo wamekutuma? Baba ndo kaniambia nije kuwafungulia madogo. Unahisi wewe kama ni wanachuo na mzee alichokiona UTT ina manufaa gani kwako wewe kama kijana na wanafunzi? Mimi naona UTT ina manufaa mengi sana. Kwa sababu gani nakwambia ina manufaa mengi sana? Kuna sababu. Kwa mfano, umeona sasa hivi wanachuo wengi tunasoma ila mbeleni huko tunakuja kuona ajira zinakuwa shida. Wote tunalijua hilo. Kwa hiyo UTT inatusaidia. Kwa mfano hata sasa hivi nikiwa na kila changu naweka, kuna wengine tuna mabomu pia. Hata bomu kitoa 10% ikaweka. Na wengi tunajua hesabu. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta baada hata miaka 4 au 5 ya chuo una initial point ya kuanzia pia. Unaweza toka ufungua kibiashara chako. Kama wale wa makumbusho. Kama wale wauza iPhone makumbusho. Sasa na ndugu yangu hapa? Ngo kabisa. Mimi naona huu mfuko unatusaidia si kama wanachuo tusiwe tegemezi sana katika umemaliza ile chuo huna hata kitu, yani ndo unaanza mwanzo kabisa. Hiyo haipendezi. Kwa hiyo tunaweka kidogo kwamba ukimaliza umevaa lako joho, umemaliza sio unafurahia tu kuvaa suti hapo. Umemaliza hapo mwisho siku unaanza kukaa kijiweni. Kukaa kijiweni. Lakini unaweza kwamba na kaila kangu kabla nianze kitu fulani wakati nasubiria masuala mengine. Mfuko mzuri. Lakini vile vile manake ni kama umeanza kuwekeza wewe mwanachuo pesa yako labda baada ya miaka 4 au 3 ukaona inasoma pale labda milioni 15, mfano nimesema milioni 15. Maana yake huikuti milioni 15. Unakuta na nini? Uaga kama hii UTT kwamba kuna in return ya 12% kwa mwaka. Kwa hiyo ninachowekeza unajua kwamba kipo kwenye manake ile 12% tuchukue mathalan katika mfuko hii mifuko yetu ya liquid, si ndivyo? 12% maana yake kwa mfano kama umeanza kuwekeza mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, maana yake unakuta 12% mara 3, si ndivyo? Ndio kabisa. Maana yake unakuwa uko vizuri. Unakuwa upo vizuri. Na ile maduka makumbusho mnafunga kweli. Yaani unajiamini kwamba mzigo upo wa kutosha na nitafanya biashara kwa ukubwa. Sasa naamini mmeweza kuielewa UTT kwa kiasi chake, si ndivyo? Mpaka leo hii mmekuja kuweza kuwekeza na mnaona faida zake. Hebu kwa anayekutazama sasa hivi kupitia mwanachuo mwenzako, kupitia chuo chako, asiyekuwa mwanachuo mwenzio, kijana anakutazama pale, hebu maneno machache uweza kumwambia kuhusiana na UTT? Mimi kama mwanachuo mwenzenu, kijana mwenzenu, mpambanaji mwenzenu, ningewashauri vijana wenzangu karibuni mpate elimu. Hapo kifika utapokelewa vizuri. Kuna darasa kabisa utapewa elimu kila mfuko na kazi yake. Au utapoteza hela. Yaani usitumie yako kwenye kula kila siku sehemu kali, mavazi. Wekeza kwa mdogo mdogo ili baadaye uje kufanya kitu kikubwa.
nakaribisha sana vijana wenzangu. Sawa, turudi kwako ndugu yangu. Tumia maneno machache kuweza kuwashauri wanafunzi wenzio vijana. Umeelewa? Inawezekana una marafiki yako yule wa karibu, yule wa karibu. Umeelewa? Jaribu kutumia fursa hii kuweza ukitaja mtaje jina. Lakini ukiangalia UTT kuna vibali kabisa, kuna seminar, yani vitu viko real kabisa na vina vibali ya. Kwa hiyo unakuta upotezi hela. Kwa hiyo unakuta unaweka hela zako kidogo na mwisho wa siku unakuwa na kitu. Ndio, kwa hiyo tuache hizi ajira za uongo hizi mtandaoni, upato sijui nini ya. Vipi ndugu? Safi. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Eric Oteneli Mliuka. Eric Oteneli Mliuka. 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 Yeah. Wapi? Iringa. Iringa nyumbani. Wabena au mwe? Bena. Awe mbena. Yeah. Okay, sawa. Sasa bwana Eric, mimi nataka niweze kuuliza kitu kimoja. UTT umekuja ni kwa mara ya kwanza au ulikuwa unakujaga? Yeah, of course kwa leo ni mara ya kwanza. Ni kwa mara ya kwanza. Yeah. Umekuja na nani? Nimekuja na babangu, nimekuja. Mzee huyo hapa. Yeah. Umemsindikiza? Ndio. Kwa maana yake umemsindikiza wewe hujui chochote kusema UTT? Alinidokezea kidogo hapo mwanzoni kipindi nasoma. Alinielekeza kwamba kuna mfuko walijiunga nao tangu muda. So mafao aliyopata aliamua kuwekeza na kununua hisa ya katika baadhi ya mifuko ya UTT ya. Okay. Hususan mfuko wa Raneli unaitwa Bond Fund. Bond Fund. Ya, nautumia sana. Kwa hiyo mzee alivyopata mafao yake kaja kuweka hela UTT katika Bond Fund. Ya. Unahisi kwa nini ameweka hela? Of course kwa benefit yetu future na yeye kumsaidia mafao yake kidogo kipindi chake cha ustaafu. Kipindi chake cha ustaafu. Yeah. Okay, sawa. Labda wewe mpaka sasa hivi hapa maana yake wewe mwenyewe hujui chochote kuhusiana na UTT. Ndio alikwambia kidogo. Ndio. Sasa mimi nataka nikuongezee kitu kimoja. Nani umesema? Eric, ni kwamba UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali. Maana yake ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji maana yake aidha unapokipata kidogo au kikubwa, pesa yako unayoipata una uwezo kuja kuiweka UTT. Maana yake unaiweka UTT, unawekeza sehemu salama. Mwisho wa siku uweze kufikia malengo yako. Malengo katika maana gani? Kwamba UTT kila baada ya mwisho wa mwaka, tunazungumzia baada ya miezi 12, wanatoa wastani wa faida ya 12%. Umeelewa? Umeona kwa mfano kama mzee, yeye ile hela yake yote aliyoipata. Chafahamu? Tuashumu labda mzee kapata milioni 10 pesa ya mafao, si ndio? Ameiweka UTT. Baada ya mwaka anapata faida ya wastani wa 12%. Chafahamu? Sasa ashumu leo hii mzee ameweka hela yake afu akakaa miaka 4, maana yake anapata faida ya 12% mara 4. Yeah. Ndio. Sasa leo hii ndugu yangu Eric, mzee hajakwambia kama kuna mifuko hadi ya watoto? Nilisikia kwa baadhi ya watu wakati hapa ninavyoendelea kusikilizia. Nilisikia kuna jamaa mmoja hapa mlikuwa mnamuuliza mwanzoni akasema alimfunguliwa mwanae. Niliipenda pia. Na kwa sisi vijana wa sasa hivi ambao Gen Z tunajiita wapambanaji, naona inatufaa sana kwa sababu. Lakini wewe umefika miaka 18? Yeah. Wewe sasa sio mfuko wa watoto. Sawa. Unaweza ukaja huko mfuko wa liquid au umoja. Ndio. Unaweza ukaenda hadi katika mfuko wa wekeza maisha kwa sababu ya malengo ya muda mrefu. Ndio. Ya baadaye. Ndio. Kwanza vijana wenzangu tunaofanya kazi mbalimbali, hususan ujasiriamali, bodaboda, UTT ni sehemu salama, sehemu ambayo serikali inaitambua. Tunatakiwa tuje kuwekeza ili tuendeleze future yetu ya baadaye, hata wajukuu zetu, watoto wetu watavofuata na wenyewe wanufaike. Kama mimi mzee wangu hapa, mimi na baadhi ya wajukuu zake ambao wakaka zangu, dada zangu wananufaika na UTT. Nashukuru sana. Sawa. Naitwa Juliana, afisa kutoka UTT AMIS katika kitengo cha huduma kwa mteja. Karibuni sana UTT AMIS, kwani mteja ni mfalme kwetu na mteja ni wa muhimu sana. Unapokuja ofisini kwetu lazima upate suluhisho la tatizo lako, kwa sababu tunahitaji mteja wetu afurahishwe na huduma yetu. Huduma zetu zinapatikana kuanzia asubuhi saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Pia tuna call center namba ambayo na yenyewe inapatikana kuanzia asubuhi saa
2 kamili hadi saa 11 jioni. Namba yenyewe ni 0800112020. Huduma zetu ni nzuri kwani tunapokea feedback kutoka kwa wateja na kunazifanyia kazi. Huduma zetu pia zinaweza kupatikana katika kiganja chako, kwani unaweza kufungua account kwa kutumia simu yako kwa kupiga *150*82 ukafungua account na ukaanza uwekezaji hapo hapo. Ili kukamilisha usajili wako lazima udownload form yako kwenye website, lakini pia unaweza ukaituma kwenye barua pepe yetu ambayo ni operation@uttamis.co.tz au uwekezaji@uttamis.co.tz. Lakini pia unaweza kutoa vile pesa kwa kiganja chako kwa kupiga *150*82 au kwa kutumia application. Lakini unaweza kutoa hivyo kwenye kiganja chako kuanzia milioni 5 kwenda chini. Lakini ikizidi pia unaweza kudownload form na kujaza na kutoa pesa na kutuma kwenye barua pepe yetu. Lakini pia unaweza kuja ofisini kwetu tutakuhudumia vile kama unavyofanya ukiwa nyumbani. Karibuni sana UTT AMIS, mshirika hakika katika uwekezaji. Asante. Bana, siku yetu ndo tunaimaliza hivyo. Kama walivyotoka kuweza kuwasikia baadhi ya wawekezaji wamezungumza masuala ya uwekezaji, lakini mwisho wa siku wanajaribu kuweza kushauri kwa wewe ambaye inawezekana sio mwekezaji, usichelewe na haujachelewa. Kikubwa hasa kama umeweza kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Inawezekana unasikia tu UTT. Basi mimi nakwambia UTT ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha kabisa na masuala ya uwekezaji. Bwana, ukiona haitoshi unaweza ukatembelea peji zetu za Instagram @UTTAMIS, utapata kuweza kupata elimu huko. Vile YouTube search, ingia pale, andika UTT AMIS. Kuna video nyingi sana mule ndani, utapata elimu kuhusiana na masuala ya UTT AMIS na masuala ya uwekezaji. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju Kuntunye Kidimdimu Mwandila. Wiki yetu ndo tunaimaliza hivyo, au sivyo? Bwana, tukutane next time. Bye bye. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia.